Haleluya, haleluya. Na hiki ndicho ninachotaka niseme kwa msisitizo, ili nikutie moyo kwamba yale mambo unayopitia ambayo unayatafsiri au yanatafsiriwa na mazingira yake kwamba ni mambo magumu, mambo mazito, wapendwa, hayo mambo ni ya muda kitambo kidogo, na bado una nyakati za kuburudishwa kiwapo hapa duniani. Soma katika Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Yesu anasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Sikia, anasema nami nitawapumzisha. Haleluya. Neno kupumzishwa ni kupewa raha, ni kufurahishwa, ni kuburudishwa, kama alivyosema na mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Yesu anasema pate kupumzishwa. Anasema, "Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nani mtapata raha nafsini mwenu." Haleluya, haleluya. Yesu mwenyewe anasema tutapata raha. Tutapata raha. Kwa kiwango gani? Itategemeana unaishi katika mazingira gani, lakini itategemea hayo unayokutana nayo unayachukuliaje. Nasema na mtu, hayo mambo unayokutana nayo unayachukuliaje? Je, unayachukulia kama mambo ambayo yamekuja kwa bahati mbaya? Unayachukulia kama mambo ambayo yatadumu? Unayachukulia kama mambo ambayo yatagharimu maisha yako? Au unayachukulia kama mambo yanayopita tu, kama vile usiku unavyopita na mchana uje? Haleluya. Vile utakavyoyachukulia ndivyo utapata sasa majibu kwamba yatakugharimu au yatakuwa ya muda mchache. Wakati kuna nyakati za raha, kuna nyakati za taabu, nyakati za dhiki, nyakati za shida, nyakati za mateso. Naweza ukalinganisha na Yohana 16 mstari wa 21 na mstari wa 33. Biblia inasema, "Mwanamke azapo yuna huzuni, kwa kuwa saa yake imefika, lakini akisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni." Mstari wa 33, "Hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu." Kuna dhiki ambazo watu wanakutana nazo sana, na kila mtu kwa namna yake. Tumetofautiana, kila mtu kwa aina yake, aina ya majaribu anayokutana nayo, dhiki anazokutana nazo, lakini kiasi cha imani aliyo nayo, lakini vile anavyochukuliana na hayo anayokutana nayo. Mungu atusaidie. Sikia, wakati mwingine mtazamo unakuamulia uteseke kwa muda mrefu au uteseke kwa muda mfupi. Tazamo ulio nao, kiaona mambo kwamba ni mambo yasiyowezekana, ukayachukua kwa mtazamo huo, mpendwa, hayatabanduka kwako, yatakutesa, yatakuumiza na baadaye yatakuua. Lakini ukiyachukulia kwamba haya ni mambo tu ya kitoto, hata yajapokuwa ya kiutu uzima, ukayachukulia kwamba ni ya kitoto, hayo mambo yatakuwa ya kitoto na baadaye yataondoka kwenye mazingira yako, kwa sababu unalo neno la imani, lakini unayo matumaini kwamba haya mambo ni ya muda na yatapita. Yesu anatoa mfano wa mtu ambaye
mwanamke ambaye anapata ujauzito, miezi 9 ya ujauzito ni kipindi cha kuteseka, ni kipindi cha dhiki, ni kipindi cha shida. Akina mama wanafahamu hilo. Mungu atusaidie. Na akina baba wengine wanafahamu, wale wanaofuatilia kwa ukaribu hali za wake zao wakati wanapopata yale mambo. Wanaume wengine hawajui, lakini ni miongoni mwa wanaume ninaofuatilia. Mama mke wangu anakuaje wakati wa ujauzito? Nafuatilia nyendo zake, ninafahamu kwa kiasi yale mambo anayopitia. Ni kipindi kigumu mno, kipindi cha shida mno. Anakula aina ya vyakula tu ambavyo anavipenda, vyakula vingine hawezi kuvila. Wakati mwingine anakula vitu ambavyo hata mtu mwingine hawezi kula. Ni kipindi cha dhiki, kipindi cha mateso, kipindi cha tabu, miezi 9. Lakini baadaye anapata kitu kinachoitwa mtoto, ambaye ni matokeo ya mateso aliyoteseka kwa miezi 9. Akishamwona mtoto, basi mateso, shida, huzuni, dhiki na adha vinapita, anafunikwa na furaha. Wakristo wanapaswa kufahamu hili, kwamba mateso na aina yoyote ya maisha wanayopitia, hicho kinaitwa kipindi cha ujauzito, kipindi cha kubeba mimba, kinakuja kipindi cha kuzaa mtoto. Biblia inasema dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda mfupi inatufanyia utukufu udumuo. Paulo amesema vyema, ninakubaliana naye, na ndio maana nawasilisha ujumbe kwamba hizo shida unazokutana nazo, ama zinaitwa kwa majina ya Kihehe au kwa majina ya Kizungu au kwa majina yoyote, kwa sura yoyote ambayo unaziona, ni za muda kitambo kidogo. Shida yoyote, ugonjwa wowote, njaa yoyote, mkwamo wowote, mazingira yoyote, chochote ambacho unakutana nacho kinakugharimu sasa. Ukisimama katika tumaini hili ndani ya Yesu Kristo, hayo mambo ni ya muda kitambo kidogo. Wakorintho 4:17 imesema vile. Lakini Zaburi 20 mstari wa 1, Biblia inasema mstari wa 1, Bwana kujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupeleke msaada toka patakatifu pake, na kukutegemeza toka Sayuni. Hii inaitwa sala ya ushindi au maombi ya ushindi, na yanaombwa au yanatamkwa na mtu ambaye anajua kila anachokitamka. Anajua kwamba wakati wa dhiki Mungu atakujibu, wakati wa shida Mungu atakujibu, wakati wa mateso Bwana atakujibu. Kwa hakika Mungu huwa anapatikana wakati wa shida. Wakati wa mateso ndipo Bwana anapopatikana. Maana utamwita siku ya shida yako, naye ataitika. Kwa hiyo wakati mwingine dhiki au shida au mateso yanatujengea mahusiano na Mungu. Hizo shida zinakuwa njia ya kutupeleka kwa Mungu. Hata hivyo hazitakuua, kwa kuwa ni nyepesi, nazo ni za muda kitambo kidogo. Naomba uielewe hii, alafu ipokee na uhisi ule mzigo mzito uliokuwa umelemea mabega yako unaanza kuondoka. Maana ulikuwa na picha kwamba umebeba litembo kwenye mabega yako. Leo uwe na mtazamo kwamba umebeba kisungura kwenye mabega yako. Ulikuwa umebeba lijitu lisilobebeka kwa sababu ulikuwa na mtazamo wa kinyume. Tazamo sahihi unasema umebeba kijitu kinachobebeka, na sio kinabebeka tu, lakini una yule awezaye kukubebea. Anaitwa Bwana wa mabwana, anaitwa Mfalme wa wafalme, Anaitwa Mungu mwenye nguvu, anayeweza kubeba
mizigo yote. Hii inatia moyo. Bwana akujibu siku ya dhiki, na jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Wakati wa raha ni wakati wa kusahau, lakini wakati wa shida ni wakati wa kukumbuka. Siku ya dhiki Mungu akujibu, na Mungu aonekane kwako.